Shalom shalom, karibu sana katika chaneli yetu ya Adela Online Ministry. Siku ya leo tujifunze somo ambalo linasema sababu ya mateso. Mateso ni hali ambayo mtu anapitia changamoto. Mateso ni hali ambayo mtu anapitia maumivu, anapitia kushindwa, anapitia masononeko. Sasa sababu ya mateso ni nini? Ukisoma katika Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wake kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda, wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kwa hiyo sababu ya mateso katika maisha yako ni kwa sababu yale mateso hayana budi kuja, kwa sababu ni muda wake wa kuja. Hauwezi ukapitia raha maisha yako yote, hauwezi ukapitia furaha maisha yako yote. Kuna namna tu utapitia mateso, kwa sababu pia Mungu anataka akuangalie wewe ni mvumilivu, na pia Mungu anataka akuangalie imani yako kwake ikoje. Katika mateso inatakiwa uendelee kumwamini Mungu. Haijalishi unapitia changamoto ya aina gani, ni lazima uendelee kumwamini Mungu. Na wakati wa mateso ndio wakati wa kipimo chako wewe juu ya imani kwa Mungu. Mungu anabaki kuwa Mungu. Hata kama utapitia shida, utapitia changamoto, utapitia njaa, utapitia kushindwa, utapitia kukataliwa, Mungu anabaki kuwa Mungu. Mungu ni yule yule siku zote. Kwa hiyo mateso yako hayamaanishi kwamba Mungu hayupo. Mungu anakujua, Mungu anakutambua, Mungu anakulinda katikati ya mateso yako, kama Ayubu ambavyo Mungu alimlinda katikati ya mateso yake. Na Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo usije ukaona kwa sababu unapitia mateso ni kwa sababu Mungu amekuacha, ni kwa sababu Mungu hakuthamini. Unapoona wengine kwenye majira ya raha afu wewe uko kwenye majira ya mateso, ni kwamba unaona kama Mungu hakuoni. Hapana, Mungu anakujua, Mungu anakuthamini na Mungu anakulinda. Kinachotakiwa wewe kufanya ni kuendelea kumwamini Mungu, kuendelea kumuomba Mungu. Kama ulikuwa unamuomba Mungu kwenye raha, na kwenye mateso pia umuombe. Na mateso yanapozidi ndipo ambapo wewe kupona kwako kuna karibia. Giza linapokuwa nene kwenye maisha yako na kupambazuka ndivyo ambavyo kuna karibia. Kwa hiyo mateso yako yasije yakasababisha ukamwacha Mungu. Mateso yako yasije yakasababisha ukawa mbali na Mungu. Mateso yako yasije yakasababisha ukamkufuru Mungu. Ni lazima tu upitie kwenye mateso. Uweze ukapitia kwenye raha muda wote. Muda wote wewe unapopitia kwenye mateso, kwenye raha, mshukuru Mungu. Hata neno lake linasema nishukuruni kwa kila jambo. Na Mungu anaposema nishukuruni kwa kila jambo, anamaanisha kuna muda utapitia kwenye jambo gumu, kuna muda utapitia kwenye jambo zuri. Kuna muda utapitia kwenye raha, kuna muda utapitia kwenye karaha. Kwa hiyo sababu ya mateso kwako muda mwingine ni Mungu kukupima imani yako, kwa sababu anataka ajue wewe unamtumainia pia hata katika mateso yako. Kwa hiyo usivunjike moyo, usikate tamaa. Shukuru Mungu kwa kila jambo lolote lile unalopitia. Simama, uwe imara. Asante sana kwa kuwa pamoja nami. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment. Ushare ili wengine wapate somo hili, ili upate pia masomo yanayofuata. Asante sana.